Nakwambia taka hela yangu. Mambo gani kama taka hela yangu? Hela lazima utoe hela yangu. Kila siku na hela zangu ndani nashika unachukua. Mambo gani kama hayo sasa? Wewe mshenzi nini wewe? Ndio nitukana? Hela gani? Mmeweka hela zangu kwa nini? Hela gani nimechukua? Nimechukua hela gani? Nataka hela zangu. Nimekwambia taka hela zangu. Bwana hela gani? Nini tena? Haya nini tena hapa? Alafu tena unachomoka wewe. Awe tabia yako hiyo chomoka hiyo wewe. Alafu tena chomoka na nini kwani wewe hivyo na nini wewe? Yangu. Kachukua lako alafu tena usikilize wewe chomoka. Nishafikia sana tabia zako hizo. Na sana kujua nishafikia sana wewe tabia zako. Malalamiko yako mimi ninayo wewe. Unapenda sana kumwona dako wewe. Unamtetea ukachukua hela yangu. Wewe. Alafu tena sipendi mambo kama hayo. Alafu tena ni kila siku unapenda sana kumwona dako. Hivi dada yako unataka kufanya nini dada yako huyo? Baba anamtetea ukachukua hela yangu. Namtetea kitu gani? Mimi nishafikia malalamiko yako wewe siku nyingi sana wewe. Kwa mbona unapenda kugombana na dada yako? Kwa nini sasa? Yaani kila wakati unataka kugombana na dada, kila wakati unataka kugombana na dada. Hela gani nimechukua? Hela gani? Wewe una hela wewe? Alafu tena wewe. Nimekwambia wewe una hela? Alafu tena wewe chomoka wewe. Sikiliza. Unaniambia mimi nimechukua hela. Tabia yako hiyo hapo hiyo. Naona kuna kitu unanitafuta mtoto wewe. Siri ya mtaa, wanajua we ni mtaa huo. Siri ya mtaa. Azori, wema. Ona nitaka nini wewe? Mbona unakuwa ng'ang'anizi sana? Ona unavyojiona unaanza kuwa na mimi? Hebu achana na mimi bwana. Umenimisi? Kivipi yani? Mimi nimeshakwambia, I don't remember you. Sasa unapoanza kuniambia umenimisi sijui nini sijui vipi? Unajua unanichanganya sikuelewi. Hebu acha ujinga. Ina maana kwamba unikumbuki kweli au unajitetua? Yaani ile siku nimekutana na wewe pale mpaka tukabadilishana namba au nikupigie basi namba yako mimi nimeipata wapi? Sikia, hebu acha kunichekesha bana. Mimi nimeshakwambia sikufahamu, sikujua hata kidogo. Sasa unaweza kuniambia wewe sijui mara hivi mara vile. Hebu sikia. Sasa mimi niko busy sana, kuna sehemu naelekea, unanichelewesha. So, kwa hili Samana. Wewe. Unaona vicheko lakini chini ya meza mambo mingi hayasemeki. Mwanangu. Ndio. Chomoka. Ndio baba. Sikiliza mwanangu Ndio. Kuna vitu vinginewe sasa hivi inabidi ujitahidi kujiheshimu. Asa mambo gani unafanya kama hivi haya? Unagombana na dadako, mnabishana kabisa maneno. Mbele ya nyumba yenu ni barazani. Nje ya nyumba unagombana na dadako. Na tena unadilika hata kutaka kushikana naye. Asa huu unafofikiri unaonyesha picha gani jamii? Au unataka mimi baba yako watu waniweke katika fungu gani? Hamna baba, mimi nimeweka hela zangu huko ndani. Nashangaa sizikuti, afu nikimuuliza anajibu dharau. Sasa chomoka. Unajua yule ni dada yako. Ndio. Alafu tena wewe ndo mtoto wa kiume. Alafu tena kwa sasa hivi ni ushakuwa mkubwa mwanangu. Elewa kwamba unafanya kazi. Unapata pesa. Inabidi muda mwinginewe uwe na uwezo wa kuweza kummiliki dada yako. Sawa baba. Na kuomba bwana chomoka, ujitahidi umpambanie dada yako. Hata kama endapo atakuwa amekosea, inabidi umuulize vizuri, uongee naye vizuri. Msio mnagombana mnakopomuonesha picha nzuri kwa jamii. Watu wasije wakawakalili kuwazoea kwamba nyinyi ndio watu wa hivi. Sasa hivi mwanangu ushakuwa tayari, au nyinyi wenyewe mshakuwa. Kwa hiyo msitake kujidhalilisha, na kuomba badilike sana mwanangu. Hamna shida bangu, mimi nimekuelewa. Tafuatia maelekezo yako. Haya basi sawa, kama umenielewa nashukuru sana ulifanyia kazi hilo swala. Na sasa hivi kidogo tengeneza mazingira mazuri na dada yako bwana, mpendane nyinyi familia moja bwana.
Siri ya mtaa, wanajua we ni mtaa. Kakaangu, nimekaa ndani nimechoka sana. Nimeamua kutoka nje hapa. Niambie. Mwenyewe nipo nimetulia muda mwingi hapa. Yaani sielewi. Unaona? Sielewi hadi pesa sasa hivi zimekuwa ngumu hizo. Leo unakuta hadi watu wanalewa, wanakunywa pombe, wanafanya mambo ya ovyo ovyo, yani hadi najiuliza kwamba sio waziulize hizo pesa, sio wazipatapateje, afu sio ingia tulikuwa tunahangaika sana. Afu kakaangu nimekumbuka. Huyu Stino huyu, unamjua huyu? Na yeye amekuwa cha pombe sasa hivi. Yaani kutwa kucha yeye ni kulewa tu. Yaani sijui mpatwa na nini huyu. Stino huyu? Huyu unaomjua wewe, amekuwa cha pombe, amada amelewa. Hatari. Una muda gani sio hujaonana naye? Maana ni muda sijaonana naye. Ila tu napata stori zake kwamba sasa hivi ni analewa cha pombe. Na wewe kwake unapajua? Mimi kwake sipo. Ndio wanakutana naye tu mtaani, tunapiga story hapo. Tunaachana. Sasa sijajua kabisa kwamba eti anakaa wapi. Nimepata wazi. Huyu shoga yangu Lili, si unamjua huyu? Anapajua kwake. Kuna siku katika stori zetu akaingizia madasino kwamba alishawahi kwenda. Unaonaje tukamfuata ili atujuze vizuri? Lili anapajua? Basi kama anapajua Lili, ingekuwa wepesi sasa hata kwenda kumuona yeye. Maana kama unasema kwamba una muda mwingi hujaonana naye. Inabidi ukamuone, wenda anauma jana. Basi tufanye hivyo, tufanye haraka bwana. Basi haina shida. Na twende. Unaona vicheko, lakini chini ya meza mambo mingi hayasemeki. Kila kona na story, lakini hatutoi details. Masa mpenzi wangu. Abe, niambie. Nitakwambia jambo zuri tu kutoka moyoni mwangu. Jambo gani tena? Nimeona kukaa hivi kukutana mtaani. Mara unaniita njoo tukutane sehemu fulani, mara hivi nimechoka. Kwa hiyo nichoonea katika kwenye akili yangu mimi nikatoe barua kwenu ila tuoane. Kweli? Usiniambie. Ndio nakwambia hapa mpenzi wangu. Nimefurahi kusikia hivyo mpenzi wangu. Kweli? Nashukuru sana. Basi sawa. Hapo inabidi uje nyumbani unae na wajomba zangu. Basi usijali. Huo ni wajibu wangu, lazima je nionane na wajomba. Nje nitoe barua tuoane. Sawa, nimefurahi kusikia hivyo mpenzi wangu. Basi usijali mpenzi wangu. Nitakuja hapa baadaye, nitakuja kuonana na wajomba. Sawa. Siri ya mtaa, wanajua we ni mtaa. Usiulize kama nipo ndugu yangu, niambie. Hivi Stino yuko wapi? Mbona amepotea sana? Hajarudi toka alivyoondoka. Kaondoka kaenda wapi? Aliondoka toka mama hajafariki. Kuna mzigo alipewa na mama. Sasa sijajua ni katoroka au kapotea au ni amesafiri. Hapana, sio kama ametoroka. Yaani wakati anaondoka kuna mzigo mama alimkabidhi. Sasa alivyoondoka hajarudi mpaka leo hii. Sasa nitampataje? Maana nina shida naye kubwa sana. Hapa tuombe Mungu. Akirudi mimi nitakupigia simu. Fanya hivyo basi. Haina shida. Watu wako kwenye majukumu tofauti. Tunatafuta riziki za halali, twasonga usiku ni wachawi, vibaka na majambazi wanatamba. Siri ya mtaa, siri ya mtaa, ukiwa mgeni usijifanye kuiwa. Mchana tunatafuta riziki za halali, twasonga usiku ni wachawi, vibaka na majambazi wanatamba. Unaona vicheko, lakini chini ya meza mambo mingi haya
na story, lakini hatutoi data hizi, tunasalimia na kuachia. Mama anafunga duka, kijana anaamka, safari yake ndiyo inaanza. Mtaona macho mia, lakini hayo macho hayaongei. Sasa huyu vipi huyu? Sijui. Ujue tokea kula tufuatilia huyu. Hata kwa mwizi. Kaka hapana. Huyu itakuwa machizi. Tunaona alivyoaliwa. Wengine wanakuwa machizi. Huyu mwizi huyu. Wengine wezi hao nakwambia sister, acha naye kondoke. Jamani, wao. Nimekumisi. Nimekumisi pia shoga yangu, ulivyopotea sasa. Kaka, si nikwambia huyu lazima tumtafute tumpate. Kakangu huyu anaitwa Abedi.